Haina maana wewe hujatoa fungu la 10. Nimetoa tu mfano kwa sababu kilitokea. Zaka kanisa ya mama ni miaka nyuma kidogo, alitoa fungu la 10 la kuku. Umesikia? Kama kuku 4 au 6, sikumbuki idadi, lakini walikuwa ni wengi. Sio vifaranga, wameshavuka kiwango cha kulima na mwewe, ni kiwango cha nyama. Akaleta fungu la 10, kuku wengi. Alipotoa fungu la 10 tukaomba, akaondoka. Nakumbuka nafikiri kwa usiku ule wezi wakaja wakafungua banda, wakabeba kuku kwake. Madongo yakabebwa yakasogwa. Asubuhi nakuja mchungaji, kuku ameibwa. Nikasema Mungu, nikarudi kwa Mungu, kwamba Mungu wewe, kama mtu ameleta na nileta kitu kamili na kitu cha haki mbele zako, haki yake mpekee. Mungu sio mpekee. Sema Mungu ijulikane. Sikiliza kwambie, Mungu ana uwezo. Umesikia? Wakati Mungu atakachana, masaa yanaenda, watu wajua elekea wapi. Ndipo Mungu kwa mwaminifu akawa tumelema shughuli. Wakakuta jamaa hajauza saa 5 saa 6 mchana, hajauza bado. Anao tu, Bwana akamshikilia. Kwa nini? Ukiwa mwaminifu, Mungu atakuwa msaada kwako, atakuwa rafiki kwako, atakufurahisha. Unajua ukipata kitu ulichopoteza unafurahi, si ndio? Mungu akusaidie wewe mwaminifu, usije ukakosa uaminifu. Uwe mwaminifu hata kwa familia, uwe mwaminifu hata katika huduma, uwe mwaminifu hata kwa mambo mengine. Yaani wakati mwingine anakubaliana na mwenzake, bwana